kubwa tunataka kuuliza. Wale ndugu zetu ambao walikuwa wanamuunga mkono Captain Tesha kutoka huko JW wako wapi? Maana inakuwa ni kama usaliti, wazee wanatuonea, wanatupiga, wanatuua. Wameshapiga watu kadhaa risasi, mimi nimeona 3, mmoja ameshakufa. JW mnafanya nini kweli? Mnakubali kutoacha JW kweli? Wazee wenu si machali wadogo, hatuna mafunzo, tunateketea road kwa ajili yenu. Kuna watoto wenu wazee tunawapambania, angalieni hili jambo. Angalieni hili jambo wazee, tukipata nguvu yenu. Mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anaelekea katika meza ya kiapo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Sitaki ifike siku moja niumie kwamba nilifanya makosa. Sitaki siku moja nijute kwamba kwa nini nilimweka huyu. Nitaumia sana. Na waeleza ndugu zangu, nitaumia sana. Kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Samia Suluhu Hassan, nisikilize. Jiapishe kuwa rais. Jiapishe. Nchi ya Tanzania hatukutambui kama rais. Samia, umeua watoto, umeua vijana wa Kitanzania, umeua watoto wetu, na hizi media za kijinga zinaandika bado ni watu 700 wamefariki. Samia, umeua maelfu, thousands za watoto. Dunia ikifunguka na wewe tukisha kutoa, watu wataona. Wazazi wanashindwa hata kufanya misiba, mnawanyima hata miili ya watoto wao, halafu bado unataka kuwa rais wetu. Unadhani Samia, unadhani kuna Mtanzania atatulia baada ya hapa? Umetulia watoto wetu, unadhani tunaenda kutulia?
Unadhani Watanzania tutaruhusu normal life irudi wewe ukiwa rais? Hakuna normal life mpaka tukuondoe, mpaka wewe na wenzio muwe held accountable. Watoto wetu hawatakufa for nothing, na kugarantii watoto wetu hawatakufa for nothing, na kugarantii tutaimaliza kazi. Watoto wetu tutaimaliza kazi. Samia, tutaimaliza. Hakuna anaenda kutulia. Jiapishe hata rais wa Tanzania, jiapishe hata rais wa dunia. You have killed innocent children. Watoto wetu wako wanatafuta haki tu. Wako wanatafuta haki. Hawakuwa hata na silaha, hawakuwa hata na kisu chochote, hakuwa na kitu. Samia, ukaenda kutoa jeshi nchi nyingine lije liua watoto wetu. Ukaenda kutoa jeshi la KMKM Zanzibar, ambao tayari linajulikana kwa mauaji na ubakaji, ukalileta. Umeua watoto kwa ajili ya urais. Samia, umeua watoto kwa ajili ya urais. I call on all Tanzanians, do not refuse to go back to normal life until Samia Suluhu is gone. Hatutokubali mpaka tuone accountability. Hatutokubali mpaka wewe na wenzio muwe held accountable. Hii ndo kwanza imeanza. Hatutolala, hatutokula, hatutoendelea na maisha mengine yote. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and the massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they are moving across shops, that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Sitaki ifike siku moja niumie kwamba nilifanya makosa. Sitaki siku moja nijute kwamba kwa nini nilimweka huyu. Na mabwana, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake.
Habari zenu wa Tanzania. Hakuna kitu tunachukia kama kuleta bad news or yani vitu ambavyo haviko positive kwa sasa. But reality is reality. We're in trouble. We're in big trouble. We're in serious trouble. Tanzania is in serious trouble. This is no longer it's no longer about the protest. Sio maandamano tena. Sasa hivi kinachoendelea Tanzania kihusiana na maandamano tena. Yani hata labda waseme kesho maandamano yani labda yaishe sio nini. It won't stop. It won't stop kwa sababu Samia alikuwa ameshapanga kufanya hivi na Museveni kwenye kipindi chake hiki cha pili. Samia ameingia mkataba na Museveni. Museveni anaitaka Bukoba. Anasema Bukoba ni ya Uganda. Anasema Nyerere aliiba Bukoba. Kwa hiyo inabidi irudi Uganda. Kwa hiyo alikuwa ameshaingia huu mkataba na Samia. Mnaambia mambo ni mengi wamekuwa wanafanya ya kutisha. Ni kwamba tu haya maandamano yamefanya mambo ikabidi yafanyike sasa hivi kwa sababu walikuwa wanaona maandamano yatamtoa Samia. Alafu watashindwa kufanya. Kwa hiyo imebidi ya mambo ndio yafanyike sasa hivi lakini yalikuwa yanaenda kufanyika. Anyway, nilikuwa sijawahi kuamini sana manabii. Watu wanao manabii, manabii walikuwa wanatoa unabii tu. Kitu kinachojua kutokea. Sisi tunachukulia, Anyway, Jeshi la Tanzania. Unganeni. Kuweni kitu kimoja. Museveni is coming for Tanzania. Museveni anakuja kudestabilize Tanzania. Na Museveni akishaingia Kagame anapata nyuma. Samia alikuwa